Bwana Yesu asifiwe. Ninazidi kumtukuza Mungu kwa sababu ya uhai ambao anatupa. Amekuwa pamoja nasi na anazidi kuwa pamoja nasi. Ninamtukuza Mungu kwa kweli, na ninamtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambayo umefungua channel hii. Mungu akubariki sana. Basi kabla hatujaenda mbali sana, tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu unatupenda. Umetupa muda huu ili tujifunze. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu utaanza nasi katika kujifunza mpaka tumalize pamoja nawe, kwa utukufu wa jina lako takatifu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi video iliyopita tuliona kuwa tunaweza kuwa tuna Roho Mtakatifu lakini tusipoenenda naye, yaani tusipoenenda sawa na yeye anavyotaka, tunakuwa tunamhuzunisha na baadaye tunamzimisha kabisa. Sasa Roho Mtakatifu anafananishwa na nini? Roho Mtakatifu anafananishwa kama mgeni ambaye ana uwezo wa kufanya kazi zote, na amekuja kwako kukutembelea, na sio tu kukutembelea, amekuja kwako kukusaidia kazi za nyumbani. Na hapo nyumbani una kazi nyingi sana. Sasa wewe badala ya kumkabidhi nyumba na kusema hii ndo nyumba, fanya chochote unachotaka, wewe unakuwa tu unamwelekeza kwa labda nenda kafagie pale, nenda kadeki pale. Kwa hiyo anafagia, anakuja anakaa, anaenda kudeki, anakuja anakaa. Sasa anapokuwa anakaa tu, hana kazi nyingine ya kufanya, anakuwa hajisikii vizuri. Kwa hiyo ndio maana ni vema kumkabidhi nyumba. Kwa hiyo ndivyo tulivyo watu tuliookolewa. Tunakuwa tumeokolewa, lakini hatumkabidhi moyo wetu wote yule Roho Mtakatifu ili afanye kazi pamoja nasi. Tunakuwa tu tunamwambia machache, labda Mungu, ninaomba unisaidie katika hili, labda nisaidie katika maombi, anakusaidia. Lakini katika kuchagua ni kazi gani ya kufanya, katika kuchagua ni biashara gani ya kufanya, hatumkabidhi. Katika kuchagua ni mtu, yani kumweleza ni kazi gani katika roho tunaweza kuifanya, hatumwambii. Kwa hiyo anabaki tu anahuzunika, hana cha kufanya. Kwa hiyo ni lazima tumkabidhi nyumba nzima, tumwambie sasa, uingia chumba chochote, fanya chochote vile unavyotaka, safisha vile ambavyo unataka. Kwa hiyo maana katika Biblia sisi ni kama nyumba, ni jengo la Mungu. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Korintho sura 3:9 ni nyumba, na anapoingia katika moyo wako anatamani afanye kazi, yani asafishe kila mahali, lakini tusipompa nafasi hawezi kufanya kazi, lakini tukimpa nafasi atafanya kazi kubwa. Kwa hiyo ni lazima tujikabidhi kwa Roho Mtakatifu wazima, mwili, nafsi na roho zetu zote tumkabidhi yeye. Yeye anaweza kufanya kazi kubwa, na pale ambapo hatujafanya hivyo tumekuwa tukimhuzunisha sana, na tumekuwa tukimzimisha kabisa Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo safari hii lazima tutubu kwa kumaanisha kwa Roho Mtakatifu, kama tulivyofanya kwa Bwana Yesu. Tuliposikia Injili tulitubu na kusamehewa na Bwana Yesu. Kwa hiyo na sasa hivi tumesikia kuhusu habari za Roho Mtakatifu, kuwa tumemhuzunisha, hatukumkabidhi wazima kwake, tumemhuzunisha. Kwa hiyo tunatubu kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamwambia Roho Mtakatifu, tumekuhuzunisha na kukuzimisha, hatujaweza kukujali. Watu tunatubu kwa Mungu kwa Roho Mtakatifu kwa kutokumjali, kutokumjua, kutokumpa nafasi. Kwa hiyo tunaingia kwenye maombi ya toba kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima sasa safari hii tunatubu kwa Roho Mtakatifu. Kama tulivyotubu kwa Yesu, sasa hivi tunatubu kwa Roho Mtakatifu. Basi mpaka kufikia hapo naona tumefika mwisho wa video hii ya sasa. Kwa hiyo tujue kabisa kuwa pale ambapo hatujikabidhi wazima kwa Roho Mtakatifu tunakuwa tumemhuzunisha sana. Kwa hiyo ili tusimhuzunishe, tujikabidhi wazima kwa Roho Mtakatifu. Basi mpaka video ijayo, naona tumefika mwisho katika video hii. Mungu akubariki sana. Kama bado hujasubscribe,
subscribe katika channel hii, ulike na kushare ili watu wengine wajue, waone hii video ili tuendelee kujifunza zaidi. Na wewe kama ndo mara yako ya kwanza kufungua na umekutana na video hii, kuna video kadhaa huko nyuma utaziangalia. Kuna video ya kwanza, video ya pili, mpaka sasa hivi hii video kama ya 9 sasa. Kwa hiyo Mungu akusaidie urudi nyuma, uende hatua kwa hatua, na itakuwa vyema kama unaweza kuzidownload ili uweze kuziweka kwa mtiririko, hata unaweza kuzirudia ukiwa mwenyewe kuendelea kujifunza. Basi ninakupenda sana. Mungu akubariki. Shalom, shalom.